pamoja kushuhudia, kwa sababu Mungu huokoa watu kwa njia ya ushuhudiaji. Mungu anaokoa watu kwa njia ya mahubiri, kwa njia ya ushuhudiaji. Mahubiri ndiyo njia ya kibiblia ya kupimika inayofanya Mungu anaokoa watu. Kuhubiri ni njia ya kibiblia ya watu kuokoka, ndugu zangu. Amen. Yaani sikiliza, kuna ulichoona watu wanasema mimi niliokoka sikushuhudiwa na mtu. Sibai kusikia hayo. Nani ambaye yuko hapa aliokoka kushuhudiwa na mtu? Haya, kwa utafiti tu huo, kuna mambo yanaongeleka ni ya kwako, hatuwezi kuyapima. Umesikia? Yaani mtu anayesema ameokoka bila kushuhudia na mtu, hatuwezi kumpima, yaani maneno yake ni ya hewani. Lakini njia inayopendekezwa na Biblia ni mahubiri. Watu, Biblia inatueleza kwamba wanaokoka kwa kuhubiriwa. Chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la nani? La Kristo. Warumi ngapi? 10:17. Unapoongea mambo ambayo hatuwezi kuyapima, tunabaki tu kwa sababu ni wewe na Mungu, hatuwezi kubishia. Ila ukija kwa walimu wa Biblia kama sisi, tunapata ukakasi sana kukuamini kwa haraka. Ndiyo, naamini kabisa. Ndiyo, naamini unauza koti mistari hapa Paulo. Haya, lakini kwa kweli tukio moja la Biblia halihalalishi fundisho. Amen. Tukio moja la Biblia halihalalishi kwamba tuseme tukae Mungu mwenyewe ataokoa watu mwenyewe anapokuwa. Tunapakuanzia. Pakuanzia ni watu kuhubiri. Amen. Enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Kwa hiyo kama umeokoka bila kuhubiriwa, Mungu akubariki. Lakini kwa kweli wenzako tunasema njia rahisi ya Biblia ni watu kuhubiri. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio, kwa hiyo Wakorintho wa kwanza mstari wa 18, 19, 20 mpaka 21, naomba nisome pale, naomba uandike tu. Haiwezi kumwokoa mtu. Hekima ya dunia haiwezi kuleta amani. Hekima ya dunia haiwezi kutoa pepo. Ndio Mungu anasema, Biblia inasema kwamba hekima ya dunia ni kama upumbavu mbele za Mungu. Na upumbavu wa Mungu una hekima zaidi kuliko nini? Hekima ya mwanadamu. Anasema, kwa hiyo Mungu yeye anafanya, anawaokoa waaminio kwa lile neno linalohubiriwa. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lile neno linalohubiriwa. Na Biblia inasema wataaminije pasipo mhubiri? Kwa hiyo unaweza kaona sasa vile tumekaa bila kwenda, vile tumekaa mbali bila kutoka nje. Watu wataaminije tusipoenda nje? Wataaminije tusipowaita? Mtu mmoja aliwahi kusema, dunia ni kama meli inayozama. Dunia ni kama meli inayozama. Wajibu wetu sio kuokoa meli, ni kuokoa watu waliomo ndani ya meli. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Dunia ni kama chombo batili kinachozama. Hatung'ang'ani kuzuia isizame. Tunamwomba Mungu atusaidie tuokoe watu walioko ndani ya meli. Hatung'ang'ani kuokoa dunia. Tunahubiri na kung'ang'ana kuokoa watu. Amen. Kwa neno linalohubiriwa. Lazima, hakuna mahubiri bila mhubiri. Hakuna mahubiri bila mhubiri. Mimi na wewe ni watu wa Mungu. Nataka nikwambie, Mungu hutumia watu kuwafikia watu. Mungu hutumia watu kuwafikia watu. Ziko hali za hapa na pale. Mungu anaweza kutumia labda malaika na nini, lakini sio mara nyingi. Na hata katika hali hizo ambazo Mungu alitumia viumbe vingine, wanadamu walipata shida sana kuamini. Unaona kile kisa cha yule bwana aliyekuwa kuzimu, yule tajiri
naomba mwambie Lazaro achome kidole chake kwenye maji, akurudishe moyo. Akaambiwa hiyo haiwezekani. Akaambiwa basi nina watu kule nyumbani, naomba utume mtume huyo Ibrahimu nani? Lazaro aende kule akawaambia. Mungu akamwambia, Ibrahimu akamwambia kule wanao watumishi, wanao kina Musa na manabii wengine. Si ndio? Wasipowasikiliza wale, hata mtu akitoka huko, hata mtu akitoka kuzimu, akienda kule, hawezi kufanya nini? Sasa hiyo ni fundisho lingine. Wengine wamejenga fundisho pale.